Nataka leo tuangalie kitu kinaitwa spiritual codes. Sema spiritual code. What is a spiritual code? So, what is a spiritual code? A spiritual code, yani na Kiswahili kizuri, the code ya kiroho, yani kamkanda, tuseme ni kamkanda, the attachment, kile kitu kimekushikanisha kutoka hapa mpaka hapa. Kuna roho ambayo imekushikanisha. Hiyo ndio tunaita spiritual code. Spiritual code sio umbilical code. Spiritual code, it is a spirit, ni roho ambayo imekushikanisha na kitu ama jambo fulani. Na hii roho inaweza kuwa roho nzuri ama roho mbaya. Inaweza kuwa mambo ya kiuganga, kiuchawi, na inaweza kuwa imetoka kwa watu ama imetoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. The spiritual code unaweza kuwekwa na mtu ama wewe mwenyewe kujiweka. Unajiweka namna gani? Tabia zako, mienendo yako, na kule unahugura hapa, ukihugura hapa, unahugura pale, unahugura pale. By the time ukihugura kile kitu utachomoka nayo. Ndio inaitwa spiritual code. Wewe ndio umejitafutia. Na kuna spiritual code ambayo umetafutiwa. Unaweza kuwa umesaliwa kwa clan ama kwa wazazi ambao ni waganga, ni wachawi, na hiyo ndio kazi yao. Na huwezi kubadilisha mzazi wako ati ukimkuta ni mchawi tuanze kumkemea. Huwezi kumkemea. Maana hapo na authority. Wachana na authority hii ingine ya Kristo, yeye ako na authority ya mzazi. Kwa hivyo inahitaji hekima kubwa sana kuelewa jinsi ya kung'ang'ana na mzazi mchawi. Maana ukienda sana utakuta kuna ango ndio mchawi. Na ni wewe ango akira akara athu amokonyo no mwana thina. Ali murogi na atari murogi. Akihudhuria mokonyo utaona shida. Bwana asifiwe sana. At the same time, baba yako kama ni mchawi na ni mganga, ako na uwezo juu yako. Hata kama ukweli wewe ni nabii, umeokoka, ni apostle, ni bishop, ukifika nyumbani, ubishop unawachaga kwa gate, unaingia kwa kama mtoto wa nyumba. Kwa hivyo hata kama umeokoka sana, unakaaga biguni, unakuja. Wakati unaenda nyumbani, uache upuzi ya Ukristo hapo kwa gate, uingie nyumbani kama mtoto wa. Usiende kukuta mama yako ama baba yako, unaanza kumkemea katika jina la Yesu Kristo ninakemea mapepo. Rema shandorogo tata tele usaya. Rema kayene kaka. Tunakemea. Wewe ndio unajikemea. Mzazi yako na nguvu ya kama mzazi. The father that gave birth ako na blood authority. Na hiyo blood authority haitambui wewe ni apostle, na haitambui wewe ni mwinjilisti, na haitambui wewe ni nabii. Baba yako akisema unabii yako uache kwa geti, utawacha kwa geti. Na hakuna mahali utatupeleka. Utawacha wapi? Kwa geti. Na ukileta nyafu yako ataongea maneno mengi. Hiyo mpaka hiyo unabii yako aizime. Bwana Yesu asifiwe sana. So unabii yako inakuwa strong ikitoka kuwa na baraka ya mzazi. Unanyenyekea, unajua ako na makosa, unajua ako na mambo ambayo sio mazuri, unajua anaenda opposite, lakini unanyenyekea. Huwezi kwenda kupigana na mama yako eti kwa sababu ni mchawi. Atakumaliza. Hata kama unabii yako inatoka ndani, atakumaliza because you are under the authority. Na mundu ndangihota mundu kigongona-ini yake. Never. Hata kama ni kamchari kale kanitaka kamchari ka kuruka usiku kanaitirana, kama ako kwenye altar yake, ako kwenye kigongona yake hapa hivi, huwezi kumshinda. Na ndio uliona Elijah alifaulu kupigana na manabii 400 na akawamaliza because Elijah hakuenda kwa kina manabii.
aliita manabii wakuja, na manabii walipokuja walikuja kwa teritori yake, na walijua step by step jinsi ya kupigana na madhabahu na jinsi ya kuinua madhabahu yao. Na Elijah kwa sababu alijua these people wako kwa under my authority, kigokona ini giakwa, kigokona giakwa kina hinya, ungithikio gokona ini kia mundu kina hinya, na ndungimutoria tondu niwe ui ithitu iria ahuthirite na mithiokore na mutwe iria ahuthirite. So Elijah aliwaita na akawaambia kujeni, na akawaambia sasa akisheni moto. Walikuwa sure, hawakuwa na taswishi eti moto itawaka. They were true sure because hiyo ni kitu walikuwa wanafanya. Wakang'ang'ana mpaka wakati waliona haifanyiki, wakainua madhabahu yao, wakaanza kujikatakata ndio damu imwagike yao, ndio iinue madhabahu, lakini bado haikufanya. Kwa nini? They were not in their territory. Mahali damu yao inasemanga, they were not in their territory. Madhabahu yao inayaogeanga. Walikuwa kwa territory ya mtu mwingine mwenye anapigana na madhabahu yake. Bwana asifiwe sana. So wakati huo wakiwa katika hali hiyo, nani amekaa na alikuwa amekalia madhabahu. Elijah alikuwa amekaa na alikuwa amekalia nini? Hiyo madhabahu yake. Ndio unaonaga wachawi wakikuja hapa kanisani, kuna vitu wanajaribiki kufanya, vitu vitatu ama vinne. Kitu ya kwanza, anaingia ndani ya choo. Akiona kuna moto mingi sana hapa na moto inamchoma, anaingia ndani ya choo, anawacha mapepo hapo, anaiweka hapo, kisha anakuja anakaa akiwa sasa hana mapepo, kwa hivyo hautamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautafanya nini? Hautamuona, maana amewacha kile mtu naonaga in the spirit. It is that spirit ambayo uko nayo. Sasa akikuja atakuja akiwa mtu kilini kama huyu, lakini mapepo amewacha choo, kwa sababu mzee huyu anaweza kwenda aambie mapepo yake kaa hapo niingie ndani. Akiingia ndani anakuja na kama mtu mzuri, anarudia hiyo mapepo. Tukianza deliverance ndio unaona watu wanachomoka. Ukiangalia tukianza deliverance kuna watu wanaendaga choo. Kwanza wageni sana, utaona ameingia kwa choo kwa sababu ameenda kuchukua, ameenda kusummon. Sasa twendeni vita. Sasa akikuja, when I am doing the deliverance, atajiposition. Niking'ang'ana na yeye kama sasa na mdeliver, atarushia, wanakuwaka position, position kuona ni wapi, ni nani na nani mmoja wetu. Sasa wakijua ni nani na nani ambaye ni wao, atasummon some of the demons ziende kwa huyu, ni wao. Asummon zingine ziende kwa huyu, asummon zingine ziende kwa huyu. Sasa when I'm doing deliverance, ndio utaona mtu anasugua sana, anasugua. Ukienda kumfanya deliverance, anaanza kugaragara, na ukimguza unaona kengine kameanza kugaragara, kameanza kufanya vituko. Ndio unaona na wachaka kuendelea yule. Alafu ninamvuruta, ninaleta hapa, ninajua hii na hii ni moja. Nikusamo ni amesamo niende pale, ndio vita ikue pale na hapa. Tena naona naangalia naona ile. Na kamata naleta wapi? Hapa. Ninaiweka ina centralize. Naiweka wapi? Kwa kigongona yako. Sasa kiwa hapa umekamata anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaka mimi I like kuchukuza pale because choo demons wanakaga mwenye kuko na mafi na makonjo. They like that places. So ataacha na atakuja na atakaa na nyinyi na ataendelea kuabudu kama nyinyi. Because ameziwacha hata kuwa nobody will be able to know. So when Elijah alikalia madhabahu yake na akakaa, he was able to contain. Lakini kumbuka watu kuna mahali walifika wakaanza kujikatakata. Kujikatakata ni the higher authority. Wameona the authority ambayo walikuwa wanatumia haina nguvu, wakaenda to the higher authority, damu yao kuihodha. Ndio yona Maumau walishinda wazungu kwa sababu walitoa damu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitoa nini? Damu yao ikakuwa kakufa, ndio wa summon authorities za kupigana na mzungu.
Ndio nanga damu ya Mau Mau mpaka sasa ni strong. Na damu ya Mau Mau sasa mpaka sasa hivi inaongea. Kenya hii damu ya Mau Mau. Ile shida yote tuko nayo Kenya hii damu ya Mau Mau. Na inaongea. Na hiyo damu ni very strong, very powerful because ni kujitoa, si kutolewa walitolewa. Kuna tofauti ya kutolewa na kujitoa. Nini bene yani iruta igongona na dekoruto doctrine igongona. So hii ya kutolewa haina nguvu kama hii mimi nimetoa. Ambao ni mimi nimejipatia. Damu yako imwagike ndio nchi isimame. Kwa sababu baada nikienda kujitoa kwenye madhabahu kuna maneno nitatoa yangu voluntarily. Kama venye ulibeba sadaka yako ukaitolea hapa, uliitoa voluntarily. Kuna mambo uliambia sadaka yako, uliizungumzia na ukaambia mimi nataka maisha yako ifunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wale walitoa miili yao, walienda kwa kichaka wakakula kiapo. Nyokuwa leo nani achoka. Hiyo lazima kueleza. Sasa hawa wakipatiana kiapo kwa sababu hiyo ni mpatiani wa kiapo. Ndio jete. Akisikia hiyo lazima macho anafukaga, maana anashindwa. Huyu mtoto anasema nini? Maana alikula kiapo akasema hata sema. So wakati walipatiana kiapo, huyu alikula viapo 21. Wajua mimi matoto wamekana. Ila tatu ambayo ni 777 na kutoka hapo wakajitoa wakaenda kwa kichaka kupigana. Kuna wale walipona na kuna wale walikufa. Na hiyo damu ndiyo Kenya imekalia. Hello. Hiyo damu ndiyo Kenya imefanya nini? The independence of Kenya sitting on a human blood. Na ndio kila mara lazima kutokee jambo la kisiasa ambalo litaitisha damu. Tunangasa kunekuwa Sabasaba, kulikuwa wakati wa Olengo, wakati wa Raila, wakati wa Kiro, all that time Wakikuyu uko Moro, Wakikuyu uko Eldoret wamepigwa. Sio haikuangi damu ati ndio, yani haikuangi ni mpango mwingine, mpango ni Mau Mau. Wale damu Kenya ilimwagiliwa damu. Kwa hivyo hiyo damu inafikanga wakati inaitisha. Ndio Wakikuyu wanainaga hivyo, mutioyo mukuona wahadi roniawa, mutioyo mukuona na motia menyaga tiule morio etauke wajore ni wahoge idatu rutune na roiro tarwakiri ni na ciothe ni magapo. Rutune na roiro na rwakiri na ciothe ni ki? Hiyo ndio yale bendera ya Mau Mau. Hiyo ilikuwa bendera ya nani? Ya Mau Mau. Na ciothe ni magapo. Mundu wa guthaka nakio ndigiakanaga ki? Si ndivyo walisema? Geketi geshuho yabo shuhana gyokere nyagare gyaka memoaki. Oh, the foundation ya Kirinyaga, Mount Kenya ama Gema community ni moto. So ni madhabahu hapa, umeona wale wameanza kuongea, ni madhabahu ambayo ilitengenezeka. Na hiyo madhabahu ndio unaona ikiwaka moto. Jesi wameamuka, simu waliaka waka moto. Ndio kukufe watu. Ile damu ipoe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa. Elijah wakati wa manabii walikuja, walijaribu vyao vyote mpaka wakaenda to the secret ya madhabahu yao ya mwisho ya kukatakata mwili. Lakini haikufanya.
Wakati alimaliza na wao akawaambia, sasa mmemaliza? Wakasema ndio, tumeshindwa. Akakuja akawaambia, sasa mwagieni maji kila kimlima mpaka maji, weka ndoo mingi sana ya maji, kisha kupitia kwa madhabahu yake, kupitia kwa authority ile yako nayo, akasama moto ulikuja ukameza hiyo maji yote na ukameza mpaka hawa watu wote wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Those are what we call the secret codes. Huyu mtu alikuwa na nguvu gani? Hii power alikuwa nayo ni gani? Hii power alikuwa nayo ni msingi ulioupika kwake kupitia kwa mababa, kupitia kwake uteremke mpaka kwa Abrahamu, kutoka kwa Abrahamu uende kwa Mungu. And this is what he was told, because ni generation ya Abraham, na akaambiwa wakatone, maadui wako wote utawashinda, hawatakushinda. Ndukahotone Rusia. Genesis 22 verse about hapo ikiteremka hapo 16 inasema, kwa sababu ya kukubali kuleta mtoto wako kama sadaka na haukunyima mtoto wako, utaongezeka kama mchanga wa baharini na kama nyota za huko mbinguni utaongezeka. Na Rusia wa generation yako yote, hata siku moja ikainukiwa na maadui, hawataweza. Kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu ameinua ambayo itatetea generation, itatetea. Wakati Isaka alikuwa anataka kwenda Egypt, kwenda kulima, kwa sababu huko kwao kulikuwa na kiangazi, Mungu alimsimamisha. Alikuwa amepanga kwenda, hakusimamisha wengine, lakini alisimamisha nani? Isaka. Maana Mungu alikumbuka, niko na ahadi na hii nyumba ya Abrahamu. Isaka akaambiwa, rudi wende Ai ukalime. Isaka akamwambia Mungu, hapana, kule kuna kiangazi na hujaleta mvua. Akaambiwa, wacha upusi, rudi na wende ulime. Na alilima kukiwa hakuna mvua, na kilimo akafanya kikakuwa kubwa. Biblia inasema kwenye Genesis 24 na 26 inasema ya kwamba hata huyu jamaa alilima na akatajirika na akavuna mavuno mengi sana kukiwa na jua. Kwa nini? Kwa sababu baba yake alikuwa na agano. Baba yake alikuwa na ahadi. Wakati alikuwa anamtoa mtoto wake kule mlima Moria, Mungu alimwambia, kutoka leo utaongezeka kama nyota wa angani na kama mchanga wa baharini, na maadui wako hawatakushinda. Ng'aragu ni maadui, njaa ni adui. Kwa hivyo kama uko chini ya agano lile, adui anaitwa njaa hatakuja, adui anaitwa maskini hatakuja, adui anaitwa kunyanyapaa hautakuja, adui anaitwa ukosefu wa kazi hatakuja, adui ukosefu wa pesa hatakuja. Utamshinda bila hisi, bila kustruggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio unaona kuna watu tuko nao hapa, they don't struggle in life. Na kuna wako hapa, before waleke shilingi moja kwa mfuko, it is a big sweat. Na kuna mwingine anakaa tu na pesa inamkuta. Unasikia tu anapiga tu simu tuwili, tutatu, tuine, anapiga simu shaba iko Kitui. Na anapigia mtu wako Mombasa na ana connect. Na unasikia mtu wa Mombasa amenunua shaba hiyo. Na yeye hapo wapi? Nairobi. Na shaba iko wapi? Kitui. Na hata hajui iko wapi. Lakini unasikia ameconnect na imeuzwa, na unaambiwa anatutumia account. Unasema tumiwa account. Account anatuma, anawekewa pesa. Hajakanyaga Kitui, hajakanyaga Mombasa, hapo Nairobi peke yake. Because kuna madhabahu inapigania yeye. Kuna madhabahu inamtetea. Na kunao pia unakuta kuna madhabahu inapigana na yeye. Anafanya dili mzuri, anafanya kazi mzuri, lakini wakati wa kwenda kuvuna, roho ya Wamidiani inakuja. Kwa sababu kuna kitu, kuna a code, there is a spiritual code ambayo inaoperate kukata njia zako zote. Ukienda wakati unaenda kuvuna, ndio inachomoka, inakwambia Gogo kwa tutietekelete kumuhendo. Hatujakubalishwa tukupatie pesa. Hatujakubalishwa tukupatie shamba. Hatujakubalishwa tukupatie mke. Hatujakubalishwa tukupatie mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo code. Nazungumzia code, ambia mwenzako code. Nazungumzia a spiritual code that controls your life. A spiritual code that affects you wherever you want to do something.
Utakuta unajipanga vizuri, unajiorganize vizuri na hauna matatizo hata kidogo, lakini the day unaanza kuplan, take action immediately hivi, unaona kuna roho inakuja. Na kila kitu ulikuwa umepanga yote inapanguka. Mipango yote ulikuwa umepanga ya kabiashara inapanguka. Ama kuna ingine inakungojea mpaka umwagilie tu pesa hapo. Ukimwagilia, tukiisha tu ndio waza sasa kuvuna. Unasikia kumetokea disaster, hiyo kampuni imechomeka. You are the cause hiyo kampuni kuchomeka. You are the cause ya hiyo kampuni kuhara. Ekahara. Bwana Yesu sasa. Na inafungwa. Na ukiondoka itafunguliwa. But you are the cause because the spiritual cord imekataa na imesema huyu mtu akikaa hapa atapatiwa kitu. Huyu mtu akikaa hapa atakula. Na kule kuna order. Polisi kule kwa sababu it's like police kule wameagizwa huyu mtu ndakanalie kitu. Huyu mtu asipatiwe kitu. Wakaandika kitabu cha Yeremia 22:29, mchanga teri okero, teri sema huyu mtu hatakuwa tajiri na hatafanikiwa katika maisha yake. So kuna watu wako hapa ambao mchanga imezungumziwa. There is already a judgment over you. Ono githukuma uguthukuma cia kuora cia kuria, but tugathukona kindu gia thonga. You are here, yes, you're making money, yes, you're making deals, but you are a donkey of others. Deals zako unatengeneza, unakuta mwingine ndio benefit. Wewe tu unapatiwa kakitu naambiwa, wewe utinaga mno, itakirie ndio ukali. Ukishoka ukirudi kusikiliza, unasikia waligawana wenyewe kwa wenyewe 1200 lakini walipatiwa 1000. Na wewe ndio ulileta hii group hapa na hii group hapa ukaleta hapa. Ile kazi umelipwa ni ile ya kupiga simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a family spiritual code, ama a society spiritual code, or an area spiritual code. Hapa nimesema kikundi hiki. Maana kuna watu unaweza kwenda kama sasa, for example tuseme wapi? Tuseme kama Nyeri. Kuna watu wako Nyeri ambao wanatajirika without anything. Unakuta tu hiyo familia ni matajiri. Na ukiangalia ni nini inafanya watajirike? Huyu ndiye anafanya watajirike. Na huyu ni yeye ni maskini. Lakini yeye ndiye alienda na idea, strategic plan yote hiyo kazi inafanyikana. Ni nani? Ni huyu. Pesa yote mamilioni inaingia ni nani? Ni huyu. Lakini analipa kwa shilingi 12,000. 12,000 ndio kanyumba kako hapo ndani, ni shilingi ngapi? 8,000. Anabaki na 4. Tusimu tuko hapo na kakali Fred kako hapo. Na nini kingine? Na kamunywesa kako hapo. Ya kamunywesa anapataka turupurupu hapo ndani. Toka kamunywesa anapataka tukukunywa. Lakini tuakutumia mama yake si nyumbani ama kujaka kachapa zinapotea. Akijaribu atume a change life ya mtu zinapotea. Lakini akiharibu tuko zinakuja. Na hata unakuta mtu hizi ndio anampatia. Nitakilie ndio dukani mshufa. Nakuta mwingine kia kokoni na mshufa ngirigere. Nakuta mwingine na anampatilia wapi? Ndani ya bagi ananunulia mshufa. Lakini mkitoka hapo unatendani kuona maadhi mshi akupatie shilingi 5,000, lazima ile matatu mmepata iharibike ndio umetoka Garissa. Na kule utakuja katikati utafuta roji ni mahali. Roji ni shilingi 8,000. Hiyo tu pesa tu watu walikuwa wamepatiwa na watu. Tunaishi ndani ya roji. Because there is a system kako ndani ya maisha yako. Na kuka system either kameletwa na familia ama kameletwa na maeneo ama kameletwa na nini? Na kameletwa na it is a social cultural code, family code or a marriage code. Inaweza kuwa ni marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilioa mama kama huyu, kumbe mama huyu ni bomu. Unaona kwa karibu sana. Usiona mwanamke akikwambia umeshaili vizuri, unapeleka nyumbani. Hii marriage, ile ndoa ulikuwa. Hiyo ndoa ndio imekusababishia hiyo matatizo yote. Huyo mtu mlishikana na yeye, he is the cause of the problem. You are prosperous, you are growing well, you are planning well, you are doing very things well. But when huyu mtu alikuja kwa maisha yako, ndio maisha iliharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio na hasa kukuja hapa tukuombee nini? Tukuombee shida imekuwa. Atakumada hiki ndio maono mako madokani. Obviously yake ni mambo ya make ndio menyadina ni muduli. Ndio menyadina ni mutumia. Wewe hata niweka anake wake.
Ukiangalia hata darubini yako, angalia kama hii ni madhabahu unaweza kuvunja. Kama ni madhabahu unaweza vunja, lakini ukiona hauwezi kuvunja, uko tulaura madhabahu, don't leave it. Madhabahu ambayo hauwezi kuvunja, wachana nayo hama. Toroka uende mbali sana. Hata kama mmezaa watoto, toroka tulea watoto. Lea watoto bali. Mlikuwa mnaishi tangu mkikutana, mnajikuta wewe nile muiga. Isaki. Neno kile washi yani. Neno kia moto mia na neno kana kuko. Muiga. Ukimaliza miezi 6 mnaanza ninyo mnalimia mapumziko. Madhani ya mwisho. Na ukiwachana na yeye, unaona ni kama bomu umepigwa ya utajiri. Pesa zinaanza kukuja. Unasikia marafiki walikuwa wamepotea, wanaanza kukutafuta. Pako na shida huyu wa kesho. Ali 10 years hatujaongea. Anakuja, baby girl, utoide yake. Nimekutafuta. Nini? Kulikuwa na kadiri kingine nilikuwa nakutafutia. Huyu ni Mungu tu. Haki, wewe wakai. Wewe wakai. Teko kuwai. Tadomina na mashagusha kibali. Kidogo nasikia umeitwa deal ya Japan. Na wakati ulikuwa na hiki mwanaume kwa nyumba, gani? Hata duraku, hata duya, hata hizi zilikuwa zitembei kwenu. Ndio lako ndio lako ni yake. So there are people that they are altars. Watu kunao watu ambao ni dhabahu, ni makoko, ni kikoko. That person himself ni altar na amekuja kukumaliza. Na anaweza kuwa hana nia, hata yeye mwenyewe hajui, lakini mkikaa tu na yeye ndio utaelewa maneno yenye yanaenda. Ulikuwa na pesa kwa account, tunaenda. Ulikuwa na kazi, unasikia umevutwa tu kazi bila hizo. Unasikia kidogo mtoto wako ndio hiyo alikokwa na nini? Na kuku ilimgwara hapa, ikamlalua hapa, ameenda kufanya operation. Na ni dedicated, inasemekana Kenya hakuna daktari, lazima mwende India. Kuku, madharau ya kuku. Because of the type of a person ambayo umeshikana nayo. The type of environment kule umeenda. Umetoka hapa umeenda Turkana. Na Turkana na wewe hampeleko pamoja. Umetoka hapa umeenda kukaa wapi? Gom. Na wewe na Gom hamwezi kwa. Gom ukifika huko inakukata. Inasema hapana. Sasa wewe ulikuwa ukiendelea vizuri, but now you stagnate. Wewe ambao ulikuwa mzuri, like ndio maana chukuza kwanza. Wacha kurukililia. Tengeneza urafiki na mtu, alafu tembea tu pole. Wacha kuenda deep. Endelea hapa kando na huyu mtu. Nenda tu kimchukuza pole. Ukiona huyu ni mzigo, unaondoka tu ina drop, unaenda ingine, unachukua ingine. Usifanye tabia. Uende tu pole. Ukiona ni mzigo, ondokea chini. Mungu anakujua. Ask God, give me the right direction, give me the right person. Seek spiritual consent. Because this is a code, this is a spiritual code. So seek spiritual consent. Akwambie huyo mtu ni wewe. Huyu mtu mkikaa na yeye, yes, unaweza kuenda. Na akwambie huyu mtu wewe, endelea tu. Utavuka kazi yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ka spiritual code ndio nimeona watu wengi sana tuko nayo. It is a coded message that you are carrying. And it's only activated ukifika destiny yako. Ndio unakuta Wamidiani wanakuja. Wakati umelima unaenda kuvuna, Wamidiani wanakuja. Wanachukua. Umefanya kazi kufika pale kukula, Wamidiani wanakuja. Wanachukua. So many of you unakuta wewe hapa ni mwanzo na utirike kwenye nikio hiki. Nimefanya kazi nimefanya. Hata last December tuliuza usiku na mchana, lakini sikununua hata ploti. What happened? Wamidiani walikuja because it is a coded message. Na Wamidiani ndio wako na password ya kufungua. Wewe hauna. Wewe uko na password ya kujenga, lakini hauna password ya kufungua watu wa kweli. Because it's a code. Bwana Yesu asifiwe sana. Now this is very dangerous, more especially for people who are doing business and for marriages. In the book of Proverbs 5:22, this kind of codes zinaletwa na own
people, your own self. Inasema his own iniquity shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. Maovu yake yeye yatampa mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. So tumaondo ile maneno mnafanyaka, kama leo asubuhi tulikuwa na maongezi kidogo. Kuna wale wanakuja kanisa kama hii, lakini unakuta ni wachawi. Utakuta huyo mtu ni intercessor, hapo kanisani kama intercessor, lakini in the actual sense ndani yake ni mchawi. Ile kazi amekuja kufanya hapa ni kupiga huyu, kuondoa huyu na kuondoa huyu. Kwa sababu ako na agenda, anataka aondoe huyu, ndio atabaki na nani? Na huyu. So unakuta kanisa kama hii, badala ya tulee watu ambao wanaenda mbinguni, tunalea wachawi. Na ni watu wanaelewa vita vya kiroho. Ni mtu anakufuga, ni mtu anakuja na kuambia Mungu amenionyesha siku zako za kukua hapa zimeisha. Hao alafu onenye nyumba yake matukoma akuma kwa nyumba yake image bila yake. Yes, ask yourself a question. Siku zako za kukaa kwa nyumba ya Mungu zinawezaje kuisha? Na tumeitwa tukuje kwa nyumba ya Mungu because huyu mtu ni nyoka, huyu mtu ni mchawi. Ni venye amevaa nguo ya Kikristo, lakini inside ni mondo ile ile sio. Wewe umekuja kuvunja watu wale wengine. No, ukitafuta huyo mtu vizuri, utampata ako na hiyo kitu tunaita that spiritual code of witchcraft. Kumbaki mwelekeo kutoka kwa mzizi yao, yeye ni mchawi. Lakini amekuja kujificha ndani ya nini? Ya kanisa. Anaweza kuwa aliokoka, yes aliokoka, lakini hakukata mizizi hiyo. Bado ipo. Ndio naona akikuja tu kuja hapa, akae hapa kwa hii madhabahu, hiyo roho inakuwa activated. Hiyo roho ikianza kufanya kazi, kile kitu anafanya atavuja, ataua huyu, atapiga huyu. Ile kitu tu atapangaga tu ni kumaliza huyu. Atakuja sasa akoe na rafiki na huyu, anisaidie kupiga huyu. Tukimaliza huyu, atakuja sasa animaliza nini? Because ndani yake. Na sasa mtu kama huyo anaweza kuwa ni bwana yako. Mtu kama huyo anaweza kuwa ni mke wako. Ndio mama yako. Mama yako ni mchawi. Alafu wewe ndio gani? Na uchawi yako si yeye mbaya, hata react kama yeye. Uchawi ya kwao react. Itaulisa mama. Osho rangi ile kana mweke. Sasa mama atabidi akuroge yeye mwenyewe. Akumalize. Ni mama yako mzazi ama mama yako in-law ama father in-law. Watakumaliza kwa sababu there is a condition in the family ambayo inazuia na inasema hapa huko kutikana kingine. So you need to fight. Na it is a spiritual code that not sio lazima uko ni mchawi, inaweza kuwa wao wamebeba spirit of poverty. Na ukienda kujaribu gani kumbuka mimi niliendesha wakati nilipata tu pesa kidogo, nilichukua haya nikaenda nyumbani. Usiku tulifika saa 8 usiku. Kufika huko sasa tukaitana, tukapiga honi, tukafunguliwa. Kitu cha kwanza baba yako alikuja akasema no mlango ni nao. Inaenda ni ubili yake. Kwa sababu baba hapo amejenga gari, geti ya kuingiza gari. Amejenga kanyumba kama mlango kabusi kodoo na watu na kuingia. Si ya gari. So sasa mimi nilikuwa nataka atupatie ruhusa tumoe wiki vitatu tuingize gari. Sasa nikamwambia tafadhali tumunyeke keke nikaenda gari. Kwao. Mumunyeke. Kae kama yeye. Nikamwambia wapi? Ugari yako daraja. Tone yako. Daraja ya hiyo. Because he is not prepared that gari itaweza kuingia kwake. Hata geti hii alikuwa amejenga. Hakuwa amejenga geti ya gari. Alikuwa amejenga geti ya binadamu. Na maisha yake alikuwa amemaliza namna gani? Namna hiyo. Na beyond that, tukang'ang'ana. Gari lilala nje ya compound. Sasa tulimtai. Akatoka, mnajua sasa huyu mzee wa BBB. Sasa tulikuwa tunajua lazima akae hapa ngoje ng'ombe zimekamuliwa kila kitu aende kwa hiyo boma nyingine. Sasa wakati alichomoka akaenda kwa hiyo boma nyingine, tukaongea na mama yako, tukabomoa. Lakini mama yako alikuwa anaogopa. Ndio okay. Yeye anaogopa tutotiake ile kwa gari ya gari. We. Alikimbia. Kwa sababu anajua mzee hapa ya operate
everything under limitation. So hawezi kutaka kuantagonize, maana mzee ndio madhabahu ya boma. Hawezi taka kuantagonize, na mimi nimetegwa katika familia, nikuje madhabahu gani? Sasa mzee kwanza akasema gani ni hawezi msingi soko kwa bodi. Ukiuta kutolea deketi no dina gani. Hakuwa na imani, hakuwa na mpango na kwenda na gari nyumbani. Kwa hivyo one thing alisema gari ni hawezi, na niko wewe uko tukadele gani ndio cia wici huko ujibu kajira nako sasa kabisa bwana asifiwe sana. So wakati tulivuja tukaikia, sijui ni nani alimwambia mzee mmoja ambao wako kwenye ligi moja ya umaskini, akamwambia akamuuliza kule mole ndio wanapoenda hiyo. Mzee alikuja bio, aliwacha ng'ombe zikaingia kwa shamba ya mtu, akuje aangalie ni nani huyu amekuja geti. Alikuja pia. Alipokuja alishika kipanga, akakata, akapata kiki kimoja, akakata, akasema, "Nani amesema hii ubomolewe?" Nini kabia dadi? Ni ndani ndio nimekuja. Utanifukuza kwa sababu ya kutengeneza geti ya gari. No. Hii kabia inaonekana ni wizi. Sasa kaza kuzunguka. Anaruka tayari inapaka. Anazunguka anaangalia. Akamwambia fukwa hii kuti. Tukafungua buti. Akamwomba, mzee alipiga makelele, lakini the good thing already nilikuwa nishavuja gate na nimeingiza gari kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo baadaye jioni akaniambia toka. Nikakaa chini. Leo kuja nikamuelezea ni vizuri. Na mautu makubwa nikamwambia ni vizuri kabisa. Mimi ndio kwa kule leo mimi no to market ndo wata watukane waje ni washana na kwa because anataka ile tu alipin down hii gari. Mtoto wake hawezi kununua gari because nilienda nikamdanganya ni kununua, nimefanya nini? Alikuwa tu mentality yake, mtoto yangu hawezi kununua gari, anataka kubesha. Tukaongea naye nikamwambia gari yao kwa bora. Yes, ndio kikimbia huko. Ndio atokia gari, ndio atokia kiti hale ndio gari yao kwa bora. Sasa alifurahi wakati alisikia gari ni ya mkoporo. Na alikuwa na kalias. Na kaliambia kashuka kaliambia ya hale ni mimi ngine. Na kamoja ajabu. Nikamwendea hapo kingine nikampatia, tukaongea. Kutoka hapo wakati nilikuja hiyo gate. Kitu ya kwanza tulishikana na nani? Na mtu anaitwa Rasta. Madari. Mnamkumbuka? Hiyo ndio tulikutana, nikambeba bunduki kutoka Doni, nikampelekea paka umoja, nikatoa hapo nikazipeleka paka Dodoma kule kwa David. Na hapo kwa hiyo bunduki, kwa hiyo bagi kulikuwa na pesa. Akanipatia 1 million. Kutoka siku hiyo nilivuja gate ya kwetu. Ndio nilipata 1 million. Na kutoka hapo niliingia nikachukua kahaya nyingine, nikarudi nyumbani. Nilipoenda nyumbani nikanunua mchanga kutoka Ukabani kwenye mall. Nikanunua lori mzima, lori 3 kutoka Ukabani, tukapeleka tukaanza kujenga. Hiyo wakati tulimwaga hiyo mchanga ilikaa miaka ingine ngapi? Because immediately nilitoka baada ya kumwaga mchanga. Kulinyesha mvua haijai onekana huko. Mchanga yote kabeba. Nikakaa nikakasirika. Sikuwa na pesa ikapotea na nikakaa hivyo. Tukakaa, hiyo ni mwaka wa 4 kutoka nianza kutaka kujenga. Mwaka wa 5 tena nikafikiria, nikaenda nikamwaga mawe. Nikaenda kwa pale wanachimba mawe. Nikalipa. Ule nililipa akatoroka. So nililipa mtu wa Kwale akatoroka. Nilikuwa nimelipa transport, mtu wa transport ndio huyo. Na ikasemekana pesa hakuna. Tena ile pesa ndogo tu nilikuwa na tukaisha. Mwaka hiyo yote hatukujenga. Tukaenda mwaka wa 6. Mwaka wa 6 ndio nilifaulu kupeleka lori 2 ya mchanga na nikapeleka lori 2 ya mawe. Hatukujenga mwaka huo. Mzee akaanza kugoja. Bwana asifiwe sana. Mwaka wa 7 ndio tulijenga 3 bedroom. Wakati tumeenda nyumbani. Wale tumeenda nao nyumbani. It's a 3 bedroom house. Lakini nilitumia miaka 7 kujengea baba yangu.
Na nilipojenga vizuri kamalizika miaka 2, mzee huyo akajituma huko. Akaenda. Kaachia Biblia. Sasa unaona? Kwa sababu there is a God ambaye ilikuwa imenena kwa maisha yake. Tukaika nyumba hii. Lakini mimi nililazimisha, maana lazima tungebreak that cycle ya kwetu nyumbani. Na kutoka hapo ndio niliweza kujenga nyumba ya Rogai. Na nilijenga nyumba ya Rogai nikiwa jela. Kuna kitu kimekamata. Until you are able to counter, until you are able to destroy, until you are able, wale unazungumza na mizimu ya kwenu, unajikatanisha nayo. Sasa baba yako alikuwa anatembelea kwa poverty line ya kwao, kwa misi ya kwao. Ndio alikuwa anatembelea kwa hiyo poverty line. Na wakati niliondoa poverty kwenu, kwa sababu mimi ndio niliondoa. Na nikaondoka, nikamnunulia trakta. Hata sasa hii imeozea hapo. Nikamnunulia trakta. Same na jembe na trailer. Nikamwambia sasa niruka huko, fanya kazi. Yes, akafurahi akatembea nayo. Miaka 2. Sasa. Ni mjigani mpata. Atika ndio hiyo shedani ya igara romela hiyo. Unaacha wengine wakuje makuu. Because the poverty cycle halikuwa imemkubalisha. Kwa hivyo hange-enjoy. Hata kama angefunguliwa, hange-enjoy. Ni watu wengine wange-enjoy. From there, wakati nilifanya my brother akajenga nyumba huko Utawala. Kaka kidogo, my brother mwenye alikuwa amekaa America for 21 years bila kupata tikiti ya kurudi hapa Kenya. Tikiti. 21 years. Alinunua nyumba. After 2 years, akanunua nyumba America. Is one of the richest people in America, Kenyans. Hapo na kampuni zake ndani zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mwingine nikasikia amenunua shamba eka 5 ameanza kujenga. Bwana Yesu ndio naambia ukituko kwenda kujenga peke yako. Wacha kuita familia. Don't involve them. Do it alone. Vunja madhabahu kwa sababu wewe ndio umepata ufunuo. Mimi ndio nilivunja madhabahu ya kwetu. Na nilipovunja madhabahu ya kwetu, maisha ya kwetu ilibadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha kwetu ilichange. Kabisa na kwangu ilichange. Na ikakuwa kwetu maisha ni Ulaya ni mahali kukaa maisha mzuri tu, maisha takatifu. Toto vidao takuvunja cycle. So wacha kukaa ukicomplain hapa ati nafungua kazi na kazi hii haifanyi. Na ilete matunda. Ati nawekelea pesa inapotea. Nawekelea hii inapotea. Nafanya hii inapotea. Mimi nakuanga kazi. Napatiwa salari nzuri. Lakini ni madeni tu niko nayo. Pesa yako sijui kule inaendaga. Hapana. Iko unajua. You are the cycle of poverty. Watch out on that cycle of poverty. Understand. Go understand the root cause ya familia venye mumekaa. Kama kwenu kuote nyinyi ni maskini. How do you expect it to kuwe na pesa? How? Baba yako alikufa ni maskini. How do you expect to be paid? By who? Na kwenu cycle inasema no money here. So go and think and understand what is the cycle of your family. It is not about praying. Prayer wacha ikuje mwisho, but understand what you are praying for. Understand what kind of an animal you are fighting. Mimi nilijua baba yangu. Hapo ndio nilijua. Although sikujua. Mimi nilifikiria baba yangu ni ile hasira tu. Mimi sikujua. Sasa hivi ndio sasa nikifundisha ndio nakumbukaga. The battle I had with my father. The battle I had with Sanda Road. Kumwaga mchanga kwetu. Mvua inamwagika. Mvua ambayo haijamwagika for about 9 months. Haijawahi kumwaga tu lori, kumwaga tu hivyo. Na hizo lori zilitoka nyumbani zikaenda zikakuwa mazilika siku 3. Bado expensive kwa. By the time zirudi zitoke kwa lami, zitoke pale kwa lami, it was so expensive and so painful. Na mchanga ishabebwa. Maana tulimwaga mchanga mahali kiharuka hivi. Mchanga ulikuwa unakutana nayo. Uko chini, imebebwa. Na inabebwa na style ya kufanya wewe usikie kitu. Maana ulikuwa unaifuata ili kwa na beba ile barabara ka mguu. Venye kameenda kale kaumo na ng'ombe na kuku. Kale kameenda unakuta mchanga inabeba kwa inabeba. Baka chini ya shamba kule chini unakuta mchanga iko. Lori 3, imagine kutoa lori kukabani kwenda kwetu. Na lori bado zimekuwa mingi.
If you are able to understand, ujue what is this that is possible. Atuwena ule tujuaji, toni mwashira mtu washira nawe, uge tujuaji, ugaji ugakomba gani, toni midlako bagani, kana kama tegele ukomba gani. Na bado kuna cycle ya poverty, hizo gani hautaweza kulipa. Hautaweza. Na mimi ambaye nilikusaidia, shida inaingia kwa maana watakuja kuniuliza, ule mtu wetu ulikuwa unamfureka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakuta kuna watu walikuwa na marafiki lakini wote wamepotokea. Maana walikupatia mtu wanaenda wanaambiana ni damu ile kilipo. Ni ndio wale kilio wako. Ndio 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 posho. Ni damu ile ile. Ndio sasa sikinga kwa sasa shimu chini. Na hiyo ni damu wanatafuta wanapata synonymous thing. Ati ni pesa walikupatia. Huyu anasema alikupatia. Huyu anasema alikupatia. Na hiyo pesa ulipatiwa haikukusaidia. Na sasa angalia ile vitu umepeleka kwa watu, unakuta watu wanakupigia simu. Ukishikana na watu tu wanaanza kupatwa na shida. Wanaanza kupigwa kwa sababu yako. Because hiyo cycle haikubalishaki mtu atoke kwenye minara, atoke kwenye madhabahu hiyo, atoke kwenye foundation ambazo wamezitengeneza. Let's foundation hazikutengenezwa jana. Niko na miaka 400, miaka 300. And that is understanding kujua this challenge about tuko nayo. How do we come out of it? Most of you are not sick. Most of you have no challenges. Hizo mnafikiria. It is the cycle of your family. That is why things are not working. And until you understand, you have to defeat the cycle of the family. Lazima ukuwe na uwezo wa kushinda. Mimi wakati nilielewa the cycle of the family hapa, nikiwa kwa Mungeke, nilikuwa na watu 4 million. Wananifuata tu kiujinga. Nikiwaambia nileteni pesa, unaona wanapigana wakileta pesa. Within 1 hour nilikuwa naletoa milioni 3, milioni 4, within 1 hour. Lakini wakati niliingia kanisani, nilikuwa natafuta shilingi 100 na kosa. Sasa unashindwa. Huyu Mungu ni mnara. Mpaka nikaanza kuona Mungeke ni sawa kuliko hapa. Nilikaa mwaka mzima najaribu kutafuta 500, nirudishe pamoja 500. Nilikuwa na 500 kwa mfuko. Inakosekana. Tunyumba zangu tukachomeka. Tugari ndio tukaenda. The day I became a Christian. Kwa nini? Because my foundation, hiyo madhabahu ya Mungeke ndio ilikuwa inanipatia. Maana niko chini ya mipango ya Guka. Na Guka ndiye alianzisha hizo maneno. Lakini hiyo pesa ilikuwa imepangwa hivi, haiwezi kusaidia familia yetu vitu bado. I will be moving kwa buti yangu, nilikuwa natembea na shilingi kama milioni 2 kwa buti ya gari ya kwenda kukula na kukunywa na ya kupatia polisi. Lakini sikuwa nimebeba shilingi 3,000 ya kwenda kufanya kitu, hata kununua kaporo. Mimi ndio niligawa hizo produce zote za $1 na sina hata kamoja. Because nilikuwa na authority na power ya kufanya vitu vingine, no si ya kuweka kitu. Kwa vitu hazikuwa zimekubalishwa kuingia kwa jina yangu. Kwa sababu ya family cycle ilikuwa imesema you are not supposed to own anything. Ndio tunaitaka the spirit of limitation. Ndio unaona unafanya kazi hata kupenda Ulaya lakini utakuja hapo ukiwa maskini. Utakuja kutuomba fedha. Na watu wa Ulaya wawisi wakataka si wiki kati 3 wako na pesa mzuri, wiki ya 4 unaanza kusikia anasema kadi imeblokiwa. Akikwambia kadi imeblokiwa sisi ndio program na mingi ni ile alikuwa anataka ujue hata pesa. Etu ile kadi yako ile ya bloka after 4 weeks. Ndivyo sinaenda. Wale Mungu na watu sio kupenda kwake. Yeye ako na obligation, anakaa Ulaya. So ako na high expectation from the entire family. Jeni nitoka kwa America. So the expectation hiyo ndio inampiga zaidi. Maana anataka kufanya maneno ndio afurahishe watu. Lakini nayo dunia haimkubalishi afurahishe watu. So atakaa wiki 2 3 akipatia anakuja anampatia. Shosho amekuja anampatia. Mtu fulani amekuja ule mlikuwa anasoma naye anampatia inaisha. Sasa ikianza kuisha na anakaa Ulaya, nembo kuwetia pesa. Lakini kuwetia pesa aina Ulaya na nyumba ile moyo ya kile na pesa. Akienda huko anaenda straight away kupambana na nini na bills.
akitoka hapa, maana ile pesa yote alikusanya ni ya mwaka mzima. Sasa akirudi anataka kukuta bill zimemkojea, bill ya stima, bill ya maji, bill ya nini, mpaka bill ya TV. Thank you.